Kama ni gavana shiko bilioni 15 afanye maendeleo tuone, si kelele. Umekubaliana? Hapana kelele, hapana nini? Kelele ikwame Kisii. Sisi kama wazee tumeona usenzi mingi hapa. Sasa tutajitokeza na kusimamisha hii usenzi. Hawa wangwana. Mwingine anapiga kelele hapa. Kama si rais, na tushukuru Mheshimiwa William Ruto alionea yeye huruma. Nilishinda yeye kura asubuhi. Tupigie Mheshimiwa Rais William Ruto asante kwa sababu ya kuvuta yeye majonzi. Na kama anataka tukutane 2027, jamani, ile kitu tutakubali ni kutumia vyombo vya madola ambao ni askari, ambao ni machiefs. So mwenye atajezea hiyo kazi mbili tutaonana. Tutashughulikia. Nataka tuwahakikishie. Nimesikia vijana wakuje wapige kelele. So nataka nihakikishie viongozi wetu. Mheshimiwa Gavana ukiwa mbele. Mimi nikiwa kama commissioner, sijakuja starehe yangu ni kazi. Na nitafanya usiku na mchana. Commissioner haizitisha sisi. Atafanya nini? Huyu mtu alikuwa DCC hapa Nyamarambe. Umekuja hapo umetea mbele leo. Tunamoa. Asanteni na Mungu awabariki. Ambie masisi. Shetani ashindwe. Shetani afanye nini? Hiyo ni uongozi au ni aibu? Hiyo ni uongozi kamili. Hii mambo shilingi 400 500 inasunguswa hapo. Hiyo ni ugushi, ni usensi, ni upumbavu. Kama tamia ya Kisii tutakubali hiyo upumbavu. Unataka hiyo upumbavu tukubali? Nataka ni mimi nitoe onyo. Niwaambie. Mtakubali niwaambie? Hatutakubali ni kitu tunaita home ground terrorism, ambayo huyu anaongea hapa, yeye ndiye anasaidia watu hata kupiga risasi katika mikutano. Kwa hivyo nataka nimuombe tafadhali, kama ni gavana shiko bilioni 15 afanye maendeleo tuone, si kelele. Umekubaliana? Hapana kelele, hapana nini? Kelele ikwame Kisii. Sisi kama wazee tumeona usenzi mingi hapa. Ya pili, nimeona mtu anaitwa county commissioner hapa. County commissioner, waje nikuambie bwana, wewe umepewa kazi, fanya. Hakuna vitisho. Wewe ukileta vitisho, kwenda upigie kura kwako nyumbani, ulete hiyo vitisho hapa. Sasa watulie basi. Ya kutulia sasa wanafunzi. Nikisema niwaambie kitu moja kama naondoka. Desturi ya Wakisii. Historia yetu ya makusiaka kutoka kandama sisi kutoka kwa bora. Ndio kutoka kwa bora watu wangu.
Kibali basire njera bango banga n'abandi bagende bakora ibintu binda mashishi toko babe. Toko bashagaranga nyasaba abere. Onye ne kiongozi yego kutumia abana bayitunga bakikuogerera abandi mashishi. Shetani ashindwe. Shetani afanye nini? Hiyo ni uongozi au ni aibu? Hii mambo shilingi 400 500 inasunguswa hapo, hiyo ni ugushi, ni usensi, ni upumbavu. Kama jamii ya Kisii tutakubali upumbavu? Unataka hiyo upumbavu tukubali? Kama Machogu niwafanyie nini? Niwafanyie maendeleo, si ndio? Kama ni gavana shiko bilioni 15 afanye maendeleo tuone, si gerere. Umekubaliana? Hapana gerere, hapana nini? Gerere ikwame Kisii. Sisi kama wazee tumeona usenzi mingi hapa. Sasa tutajitokeza na kusimamisha hii usenzi. Asante na Mungu awabariki. Wale ningependa kwa watu wa Kisii, kwa niaba yangu na kwa niaba ya wafanyikazi wote wa serikali kuu, vile tuko Kisii, tumekuja hapa Kisii kikazi. Starehe yetu ni kazi, na hiyo kazi iko mara mbili: kazi ya usalama na kazi ya maendeleo. So mwenye atajezea hiyo kazi mbili, tutaonana, tutashughulikia. Nataka niwahakikishie, nimesikia vijana wengine wakipiga kelele hapo. Nataka niwaambie ukweli ya mama hapa, kama kuna kiongozi kati yetu ambaye anaweza jojea vijana wakuje wapige kelele. So nataka nihakikishie viongozi wetu, Mheshimiwa Gavana ukiwa mbele, mimi nikiwa kama commissioner, sijakuja starehe yangu ni kazi, na nitafanya usiku na mchana. Watu wa Kisii, kama mnataka kutusumbua na simu, pigeni simu usiku na mchana, tuko tayari. Starehe yetu ni kazi, baraka yetu inatokana na kazi tutawafanyia hapa Kisii. Nikitoka Kisii nitakuwa nimemaliza yangu. So ningeomba viongozi tushirikiane. Wale wataharibu hiyo vitu mbili, maendeleo na usalama, tutashughulikia ipasavyo. Sawa? Asante sana. Umesikia serikali ikisema? Nataka niseme mwalimu mkuu ambaye ni vice chancellor wetu wa Kisii University, au I wish ambao wamenisomea hapa wangekuwa hapa, ningewaambia kiroho safi yale ambao wanahitaji kufanya katika kusaidia wananchi watukufu wa Kenya na wa Kisii, lakini wametoka. Na nitasema tu wananchi wasikize, kuna mradi mmoja ambao mimi niliongea na rais, unaitwa Kenya UK Health Alliance, ambao ulikuwa ulete bilioni 500 katika region ya hapa Lake Region Economic Block. Kisii University ilikuwa ikwe hapa ipate bilioni 150, Maseno ipate bilioni karibu 40, Bomet, Masinde Mriru. Lakini tulipokuwa tunaongea na Mheshimiwa Rais, huyu ambaye anapiga kelele hapa akasema kwamba anasema nchi iko na deni. Hata sisi wa Kisii tumesema kwamba pia tukue katika deni ya Kenya. Mimi ningemuuliza, pesa hizi sasa wamerudisha kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 120. Na hata hiyo bilioni 120 sioni ikija hivi karibuni, kwa sababu kumekuwa na vitina nyingi. Mimi nataka niulize viongozi wenzangu, kama mngeweka nguvu ya vitina katika maendeleo, nchi yetu na kaunti yetu itaendelea mbele. Hii barabara peke yake hapa kwa mto daraja moja imeua watu wengi. Jana tulikuwa tunazika msichana mmoja wa miaka 17, alikuwa amepata B+ kwa sababu ya accident. Leo mwingine anazikwa hapa Bobaracho. Mimi ningeuliza kwamba nguvu hizi zote mnaweka, negative energy tuiweke ifanye kazi.
Kitu ya pili, nimeona mtu anaitwa eti county commissioner hapa. County commissioner, waje nikuambie bwana, wewe umepewa kazi, fanya. Hakuna vitisho. Wewe ukileta vitisho, kwenda upigie kura kwako nyumbani, ulete hiyo vitisho hapa. Mimi siwezi kuwa wandamazimu ni hawa watu wote. Kama niko na uwezo wa kulipa watu kuja matanga namna hii, si basi muogope. Kwa hivyo mimi nataka niseme, na mimi nawapenda, asante. Nataka niseme hivi. Asante. Nataka niseme hili na nieleweke vizuri. Hawa wangwana, mwingine anapiga kelele hapa kama si rais, na tushukuru Mheshimiwa William Ruto alionea yeye huruma. Nilishinda yeye kura asubuhi. Tupigie Mheshimiwa Rais William Ruto asante kwa sababu ya kutengeneza ya kuvuta yeye majonzi. Na kama anataka tukutane 2027, jamani, ile kitu tutakubali ni kutumia vyombo vya madola ambao ni askari, ambao ni machiefs, katika kuintimidate mtu yoyote. Mimi nataka niseme nikimalizia, mama mjane, pole mama, tutasimama pamoja, usife moyo, mzee amelala. Lakini mwalimu, ukienda, unapokwenda wewe waambie kwamba Kenya na Kisii tuko imara, tutaendelea na kazi nzuri ambayo pia uliacha katika college. Nataka ni mimi nitoe onyo. Niwaambie, mtakubali niwaambie? Hatutakubali ni kitu tunaita home ground terrorism, ambayo huyu anaongea hapa, yeye ndiye anasaidia watu hata kupiga risasi katika mikutano. Kwa hivyo nataka nimuombe tafadhali, Mungu akipenda mguze roho yake. Wamegeuka, hata wanavunja magari, wamesema wataua watu ndio waseme kwamba Simba amefanya nini? Mimi nataka, kwa sababu vyombo vya usalama viko hapa, tafadhali askari wetu, viongozi ambao mko hapa, fanya kazi kulingana na sheria. Nimalize kwa kuuliza waombolezaji, wale wageni mmekuja hapa Kisii, sisi ni watu wa amani, isipokuwa mmeona wale ambao wanaletanga fujo wametoka hapa. Kama wao ni wanaume wanakaa sasa, unataka kumaliza kuongea kabla sijaingia. Wewe mwanaume unangojea, unasomea mwingine. Mimi nimekupata ukiongea. Mimi pia nahuzunika sana kwa sababu matanga haya nilikuwa nikuja niomboleze pamoja na familia. Wanafunzi, nikimalizia tafadhali wanafunzi, kwa sababu mwalimu wenu ndiye amelala. Mimi nataka niseme hivi, tauni hii mtakuwa na amani. Tauni hii tutawapea nafasi ya kandarasi ambazo zingine zitapatikana kupitia college, both the university and the polytechnic. Kwa hivyo mnapokwenda nyumbani, wale ambao mmemaliza, tunajua kwamba tuna kazi,
pale stadium tumeanzisha shule ya kufundisha mambo ya kazi, ajiri center, ambayo kaunti mbili zilifunga, sisi tumepewa nyingine na Mastercard. Ndugu zangu, hizi vita mnaona hapa sio vita zingine. Hii hospitali kubwa tuko nayo hapa KTRH, nilipoingia ofisini nilipata wanakusanya milioni 47 kwa kwota. Vile tunaongea saa hizi inaokota shilingi milioni 200. Maji hii ya Kigati nilipata wakiokota milioni 7, sasa wanaokota milioni 22. Ukiona hii kelele yote, hii kelele inayopigwa ni wezi ambao tumekanyagia wao pipe ambao walikuwa wananyonya. Bishops, nataka mtuombee. Hii mambo ya ufisadi lazima tutaimaliza. Na mimi sitakubali mali ya umma kuliwa kiolela. Na wananchi, nyakati za Nyayo, wakati wa Moi, katiba ilikuwa inatumika nyingine. Mzee Moi alilala akaenda, ameenda salama. Tuko katika mwamko mpya ambapo lazima tufanye kazi bila vitisho zozote. Na mabadiliko makubwa yanafanyika kutoka kwa wanafunzi. Mimi nimekuwa mwanafunzi, kiongozi mwanafunzi, na nyinyi wanafunzi lazima mfikirie. Kuna wanafunzi wawili, nataka leo nimalizie kwa kusema wanafunzi wawili kutoka St. Paul University waliandika proposal wakapresent before the European Union. Wanafunzi hao wawili, mmoja kutoka Mwabei hapa na mwingine kutoka Meru, wakaandika mambo ya sanitary pads kutumia hii mgomba ya ndizi, wakapewa 140 million. Wamekuja, mimi nimewapea eka 2 hapa ATC kufanya factory. Tafadhali wanafunzi, mko hapa, huyu mbwana alikuwa anaongea hapa, lazima aongee kitu kizuri ya kuona kwamba na maendeleo na akili isaidie wananchi. Wale wanafunzi wataandika wanafunzi wengine hapa. Wale wanafunzi wawili juzi walikwenda Amerika kupata zile pesa ambazo zilikuwa zimepitishwa. Tafadhali, for you students, be innovative. That's why we have come to this school. Hata ukiuliza hii tent baada ya miaka 5 itakwambia pia ilikuwa kwa hii polytechnic. Tafadhali usiwe tent, usikue mic na usikue kama watu wengine hapa. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali wanafunzi, mko hapa, mfanye bidii ndiposa kesho tukue na nchi ambayo iko salama. Mwisho nataka nilete salamu za Baba Raila Amolo Odinga. Amesema nikija niwasalimie, nipeane familia pole. Sisi kama tungeingia kwa serikali leo hii, au hata askari wangekuwa wanang'aa. Kama tungechukua serikali, wakina mama wa mboga wangekuwa wanapata shilingi 6,000. Hiyo ndio serikali ilikuwa ya ODM ama ya Azimio. Lakini liwe liwalo, Mheshimiwa William Ruto ndio rais. Tumesema kwamba tutashirikiana na yeye, lakini hii vitisho ya kina apia huyu jamaa anaitwa County Commissioner haizi tisha sisi. Haizi tisha sisi. Atafanya nini? Huyu mtu alikuwa DCC hapa Nyamarambe. Umekuja hapo umepea pembe leo. Tunamoa. Asanteni na Mungu awabariki. Nimeambiwa tafadhali, nimeambiwa wanafunzi, matanga haya yataendelea kwa amani mpaka yaishe. Tafadhali msiondoke. Naomba
nitakaa kidogo, matanga yataendelea kama kawaida, na mimi nataka nitoe rambirambi zangu kwa mama ya shilingi 1,100 ndipo za matanga yaendelee. Asanteni, Mungu awabariki.